Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani ya Jamal Islam TV, kama kawaida, kipindi cha Jamvi na Nasaha. Jamvi la Nasaha, hakika ni ya kweli. Hapa ndani ya Jamal Islam TV, ikiwapa nasaha na kujenga nyoyo za jamii duniani kote. Jamvi la Nasaha, wakiwepo wenyeji wetu Mufti Sefu na Ramadhan, mgeni wetu rasmi Sheikh Jamal Swaleh. Sasa ndio nikasema vijana wako vizuri lakini mna vurugu. Hapa ndani ya Jamal Islam TV, wazee karibu Jamvi la Nasaha, vijana Jamvi la Nasaha, wake kwa waume, karibuni kwenye Jamvi la Nasaha. Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Tuko na mheshimiwa kiongozi ambaye yuko hapa mnamuona. Kwa hivyo kama kawaida, kwa siku ya leo ilikuwa katika masuala mazima kumuuliza kuhusikana kwamba tuna taarifa ambayo tunayo kwa sasa kuwa mahujaji wataondoka tarehe 29 mwezi huu wa 5 ambayo itakayokuwa ni Alhamisi. Na ni kwa nini kiongozi unatangulia mapema kabla yao? Ndio, alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah. Ni kweli mahujaji wanaondoka 29 jeudi Alhamisi. Na tunatangulia ni utaratibu wa Wizara ya Hija. Toka mwaka jana hija imepita, ilikuwa ni hivyo. Na si mimi tu, viongozi dunia nzima wanatakiwa kutangulia kwenda kuweka sawa yale yamesalia katika maandalizi ya mahujaji. Tulikuwa kule kwa maandalizi, kwa hiyo kuna majukumu ambayo ni ya wizara. Baada sisi kutoka kule, wizara mwisho hapa inatuomba kufika kabla mahujaji wako kwenda kuona yale mlotuachia tumetengeneza 1 2 3, mnasemaje? Kwa hiyo hapa bana, hapa tunaona hapa jawa sawa, hapa ni vivyo, tunashirikiana sisi na wao kwa pamoja na ile sharika ambayo inaitwa ndio sharika Taqdim al-Khidma kuweza kuyaweka sawa. Sura ni hiyo. Sawa. Na imani kuwa umesikia kwamba kinachomfanya kiongozi kutangulia kule ni vizuri, kwa sababu na kama mlivyoona mwaka jana mambo yalikwenda vizuri kwa sababu ya kutangulia haraka. Na suala la pili ni hili lifuatalo: msafara kwa jumla ukoje? Msafara kwa jumla mpaka sasa upo vizuri, kwa sababu hatua zile kubwa alhamdulillah tumezivuka. Msafara upo vizuri, na niseme katika safari hii kuna jambo moja, lipo jambo ambalo hilo linanifurahisha na hilo linasikitisha katika msafara huu. Jambo moja linafurahisha na hilo kwa matumizi yake mabovu linasikitisha. Hilo ndio ningependa labda niende kwa swala lako hilo. Kwa ujumla jambo linalofurahisha ni kwamba ukitazama mahujaji jumla wanavyoondoka, wengi wao ni watu wazima na hasa wakina mama. Sasa unajiuliza, hawa kina mama watu wazima uwezo wa kufidia hija, gharama za hija wametoa wapi? Na si waajiriwa fasi, hawatumiki sehemu, wapo nyumbani na nini. Bila shaka kuna vijana wao wamefanya nini? Wamewapa nguvu, wamewawezesha kwenda hija. Mama inshallah msimu huu, baba inshallah msimu huu wakafanya hivyo. Hilo jambo linafurahisha. Hilo jambo linafurahisha. Wametekeleza kitu kizuri sana, na ni mujibu wa mafunzo yetu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipo hadithi mutafaqun alayhi, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yuko kijana mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nimekuja kukuomba na mimi nisajiliwe kwenda kwenye jihadi. Sawa. Ni kijana, vigezo vyote vimeenea, ana nguvu na hivyo anakuja kujitoa aendeye hilo. Mtume akamwambia, ahayun walidak, wazazi wako wawili wako hai? Unafuata? Yule akasema wako hai. Wako hai. Mtume akamtazama akamwambia, fafihima fajahid. Allahu akbar. Wewe sintokuorodhesha kwenda jihadi. Lakini rudia kawahudumie wazazi wako. Huduma ile kwa wazazi wako ndio jihadi yako.
huku tusiendi, we rudia nyumbani, nenda kawahudumie wazazi, wachekeshe, wakutume, watekeleze shida zao na hivyo na nini. Ile ndio jihadi yako. Kwa hiyo wewe huku sikusajili. Fafihima fajahid. Hiyo ni hadithi mutafaqun alayhi kwa Bukhari na Muslim. Kwa hiyo wako vijana ambao ni kama wamechungulia huko. Wameona huko fafihima fajahid. Manake kujikuta katika umri wa utu uzima, mzee mashallah, mama baba umempandisha hewani, amekwenda kutua kwenye miji ile, amekwenda kuishuhudia Kaaba, amekwenda kufanya ibada zake, na sababu wa kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kupitia wewe. Hiyo wanakuwa wamefanya kitu kikubwa sana. Mimi napongeza hilo. Linafurahisha sana. Ama hilo linasikitisha ni Bana Sefu, unajua ipo sura ndani ya Qur'an inaitwa Suratul A'raf. Suratul A'raf. Mle ya Suratul A'raf ndani mle ipo aya. Kuna watu kesho siku ya kiyama, si moto na pepo. Ndio. Peponi hawaendi, motoni hawaingii. Bado wamesimamishwa sehemu kwa masiku anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa peponi tayari walikusha kwenda. Wa motoni wako motoni. Hao wameziwiliwa. Moto, pepo. Huku hawapelekwi, huku wapo hapa. Hao wakaitwa ashabul a'raf. Al-a'raf ni sehemu imeinuka, ina muinuko, bonde ambalo limeinuka juu kidogo, au wametengwa, wamewekwa hapo. Sawa. Alafu hawajui hukumu yao mwisho itakuwaje. Uone kisaikolojia hii tu inatosha kuwa adhabu kubwa. Haki ujue mwisho tunahukumiwa tunakwenda wapi. Wengine walikusha kwenda. Sasa sisi tumetengwa hapa, alafu hatujasomewa faili letu kujua ni vipi. Sawa. Hao ashabul a'raf. Wanazuoni wakaja kutafiti hao, wakaja na misimamo tofauti sana. Sinto ileta yote. Lakini akaja mwana sahaba wa mtume anaitwa Ibn Abbas na Mujahid, wasomi wakubwa. Hawa wakaenda wakasema hao hum qaumun stawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Hao ni wale ambao mzani ulipimwa, wakaja kukutwa mema yao na machafu yao vinalingana. Unafuata sheikh? Thawabu na dhambi iko sawa. Mzani hauinui mwingine. Mizani imesimama, visahani vimesimama sawa sawa. Ibn Abbas na Mujahid wakaenda huko, wakasema hawa ni wale ambao mazuri na mabaya vimelingana, viko sawa. Kwa hiyo watasimamishwa kwanza hapo. Sawa sawa. Likaja kundi la pili likafahamisha hapana, hao ni wale matu ala alfitra duna bulughi risala. Hao ni wale walizaliwa na nini hivyo. Mtu anapozaliwa bado mtoto mdogo unamhukumia moto, unamhukumia ukafiri? Hapana, bado mdogo huyo, anazaliwa tayari uko kwenye maumbile ya asili ya usafi wa Uislamu. Kwa hiyo hao wakafishwa hivyo katika mazingira, labda Uislamu haukuwafikia vile walivyozaliwa, ndio imekuwa hivyo na nini, wakasema hao watawekwa hapo. Kundi la pili. Kundi la tatu, na ndio nalenga na malizia, wakafahamisha wakasema hum nasun, na huyu ni Ibn Jarir at-Tabari akafahamisha, anasema hum nasun, au ni watu ambao kutilu fi sabilillah, walifishwa katika jihadi kwenye njia ya Allah. Bana Sefu, ukiweka nukta hapo uone Ibn Jarir anashangaza. Sasa kama walifishwa kwenye jihadi, mbona jihadi ndio ibada kubwa nzito na nini? Sasa wamefishwa kwenye jihadi, wasimamishwa hapo, wasi ndio ingekwenda peponi haraka. Sawa. Kutilu fi sabilillah. Kwanza walikwenda jihadi alafu wakafia jihadi. Ibn Jarir anasema hivi. Wakafishwa kwenye jihadi, lakini walifishwa kwenye jihadi wako na maasia ambayo waliwafanyia wazazi wao. Sawa. Alikwenda jihadi lakini nyuma na wazazi hayuko sawa. Sawa. Ila imani za vijana zimechemka, akaenda jihadi na akafishwa jihadi. Lakini wazazi huko nyuma hawako ridha naye. Unaona? Ndio. Walikwenda na mzigo huo. Famana'ahum dukhulul janna
wakaziwiliwa, maana kilichowaziwia kuingia peponi maasi tu abai, yale maasi ya wazazi wao. Wa manahum min dukhuli nar, na kikawaziwia kuingia motoni, qatluhum fi sabilillah, kuuawa kwao au kufishwa kwao kwenye njia ya Allah. Sawa, ndio maasi yakaziwia kwenda peponi. Naam. Ile jihadi ikawaziwia kutupwa motoni. Naam. Wakawekwa hapo. Unanifuata shehe? Nafuata vizuri sana. Hichi ni kitu muhimu sana. Ndio maana ni tofauti na lile kundi la kwanza. Naam. Lile kundi la kwanza. Na hapa pana sefu nimalizie kwa kutoa nasaha. Ndio. Unaona wengi wanasafiri kwenda hija, na hivyo sana ni vijana wao wanasumbuka nje, wako Uingereza, wako Belgika, wako wapi na nini, mama hivyo, baba hivyo. Huko imegawika sehemu mbili. Ndio. Wako wengine na labda unakuta kwa wazazi huko hawajibiki. Na labda mwingine mzazi huyo yuko kule. Na huyo mzazi ilikuwa ni sababu yeye kijana kwenda kule. Si wako hao? Wapo. Mzazi amepanda kule, lugha ya vijana wanasema amepanda. Kule, naam. Kapanda kule, naam. Sawa. Amefika kule akapambana, akaanza kukokota familia. Naam. Anakokota vijana, watoto bado wadogo. Wale watoto wamekulia kule. Ndiyo. Wamekuwa huko na nini hivyo. Jinsi wanavyokuwa, mzazi anafanya nini? Anazeeka. Sasa mzazi kachoka, yuko nyumbani, lakini wote wako wapi? Mzazi unakuta ametupwa ndani ya nyumba. Wale watoto ndio wako na harakati, wanakimbia huku na kule. Mzazi yuko mwenyewe. Watoto hawaoni. Kuna mambo mengi kule. Unajua Ulaya sasa hivi vijana wanaingiza pesa ukiwa na fani ya kuchekesha watu. Una kodi ukumbi na watu wanalipa, gari zinafurika kuja kucheka. Unajua huko ukikodi ukumbi kwa hilo labda upati mtu. Kuja kucheka tu. Ulaya ni shughuli. Huyo ni mchekeshaji, anakuja hapo, anakuja jukwaa, anachekesha, wale wanacheka kwa sababu ni gonjwa lipo, stress ya watu kazini, wewe ndani na nini na TV lako haucheki au nani, hivyo ni maisha yako na wenzetu kule. Ndio kabisa. Sawa sawa. Sasa akipata ukumbi namna hiyo kwenda kuchekeshwa tu, yeye anaona siku hiyo ni siku ya starehe, kidogo amecheka. Ndio. Umekwishaona shehe? Sasa mzazi yumo ndani amekaa hivyo peke yake. Akichoka akikaa dirishani atazame barabara, gari zinapita. Akichoka kusimama anarudi kwenye kiti anakaa. TV imeshamchosha ndani, wale watoto hawaoni. Kilugha chao wako busy na kazi. Na labda ndio mzazi kenda, uzee umezidi na nini, kwa kuona huyu suluhisho wanafanya nini? Ndio wanachukua suluhisho baya kabisa. Wanamtupa mwenye kijumba cha kuleti kinalea wazee. Huko watamlipia na nini, atalelewa huko mpaka siku atakufa huko. Unaona? Nasaha yangu kwenye maiki hizi, vijana wa Kiislamu wasifikie huko. Ni dhulma kubwa sana. Amin. Unakwenda kumfanya mzee labda akamaliza hana hata shahada. Kwa sababu kule hatompata wa kumkumbusha swala wala wa kumzindua hivyo, wala atosikia hata mwenzake anasema dhikri pembeni. Yuko sehemu ya upweke, umemtupa kule, mzee anafishwa, yuko mbali hata na Uislamu wake maskini. Unaona? Wewe nini kizingishio? Niko busy na kazi. Wakati huu ni ukosefu wa busara. Akili imeharibika shehe. Haiwezi kupelekea kazi kuyafanya haya. Kazi ni dhamana, iko mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe ukimtia Allah vitu vyake, Mwenyezi Mungu anakunyoshea vya kwako. Kwa hiyo ukimwasi Allah kwa hii njia, Mungu anajua fasi gani anaweza kushika mbele. Kumbe ulikuwa kule nyuma mapema sana. Kwa hiyo unakuta ibada hii watu wanaona solution ni hilo, nikamtupe kule. Umekushaona anakwenda kule. Hii ni jambo moja baya sana. Na labda wangekuwa umepatia kama mzee ndio imefikia hivyo, basi nusu shari na salama, msafirisha hata mrudishe Afrika. Si bado tupo mimi na wewe, tutawapokea. Si ndugu zetu tunachangia shahada. Tutawatembelea, tutawahudumia, tutanani, na wakifishwa mbele yetu wataswaliwa haki zote za Uislamu na watazikwa. Wako vijana waheri, wako mama waheri. Kuliko kumweka mzee na mzazi mazingira ya namna hiyo, kwenda kumtupa na kumaliza hatima yake labda kwenye mazingira mabovu. Kwa hiyo niseme ni hawa vijana wa aina mbili.
Wako ambao walijitambua wakajua sababu ya mimi kuwepo duniani Allah kisha kupita migongo ya hawa, inabidi ni wajali na niingize furaha katika kifua chao. Na moja ya furaha wende wakaitembelee nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ninawapongeza hao vijana pale walotoa hicho, Mwenyezi Mungu arudishe badala zaidi na zaidi na aboreshe mambo yao. Ama kundi la pili ni hilo, yuko bize mpaka yule mzazi hajali, na labda mwisho kabisa anaona ananisumbua huyu, anamtupa korokoroni, ende akalelewe huko. Labda huyo anamlea yuko na limama limeajiriwa huko kutoka Nigeria na huyu ni Burundi. Linakaa linamtukana yule mzee na kumfokea na nini, hakuna cha huduma wala kwa sababu anasumbua yeye tazama zake mshahara wake. Sawa. Kwa hiyo ni hayo shekhe, katika safari hii alhamdulillah tumesheheni wengi, ni umri mkubwa lakini wanaweza fanya ibada ya hija. Inshallah Mwenyezi Mungu awarahisishie, uende salama, wapate kile walokifuata na warudi salama inshallah. Allahumma amin. Jamvi la nasaha, hakika ni ya kweli. Hapa ndani ya Jamali Islam TV, ikiwapa nasaha na kujenga nyoyo za jamii duniani kote. Jamvi la nasaha. Ndugu mtazamaji, na imani kuwa umetazama ukaona umesikia ambayo Sheikh ametuambia utaratibu wote sawa na maswali mawili ambao tumeweza kumuuliza. Usisahau kusubscribe, utaiona alama ya kengele, bonyeza hapo, utazidi kupata vipindi vyetu vya mara kwa mara. Na kutakia kila la kheri na baraka na maujaji zetu. Tuombe dua waende salama na warejee salama inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Jamal Islam TV Lobora. Jamal Islam TV